kanisa la FPCT ni kanisa la Kipentekoste. Sasa ni rahisi kuwepo kanisani ni Pentekoste, lakini hujui maana ya nini ya Pentekoste. Amen. Kwa hiyo ndio tutafundisha mchana wa leo, kwa dakika hizi zilizobaki zinanitosha kabisa kueleza maana ya Pentekoste. Amen. Sasa Pentekoste ni nini? Neno hili Pentekoste sio neno la Kiswahili au Kiingereza au Kiebrania. Ni neno la Kigiriki. Ni neno la Kiyunani. Neno la Kigiriki Pentecost. Pentecost. Ni neno la nini? Hebu tufungue kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Tuanzie mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza tu inatosha kwa kuanzia hapo. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza. Inasema hivi: hata ilipotimia siku ya Pentecost, walikuwako wote mahali pamoja. Ilipotimia siku gani? Pentecost. Walikuwako wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Ilipotimia siku ya Pentecost. Amen. Kwa hiyo tunapoita hii seminari ya Pentecost, lazima ufahamu maana ya Pentecost, ili tutakapozungumza mambo ya Pentecost uwe na uelewa na uwe tunaenda kwa pamoja. Pentecost imesema, hilo neno Pentecost ni neno la nini? Ni lugha ya Kigiriki, ni lugha ya Kiyunani, ikimaanisha 50. Inamaanisha kitu gani? 50. 50. 50. Kwa Pentecost, kwa wenzetu ukisema Pentecost maana yake 50. Amen. 50. Sasa Pentecost okay. Hiyo 50 sasa ilitokana nini kwa Wayahudi? Maana ya kwanza ya Pentecost ni ngapi? Ni 50. Kwa maana ya tunatumia lugha ya Kiingereza tunaita etymological meaning, yani maana ya neno kutokana na chimbuko la lugha. Kuna maana ya neno kutokana nini? Asili ya lugha iliyotoholewa ile neno. Kwa hiyo ndio maana Pentecost huitwa nini? 50. Lakini Pentecost ni sikukuu kubwa. Sikukuu kubwa. Ilikuwa kwa Wayahudi ilikuwa ni siku ya pili baada ya Pasaka kwa ukubwa. Sikukuu kubwa ya pili baada ya nini? Ya Pasaka. Katika mwaka, katika kalenda ya Kiyahudi. Na sikukuu hii ilikuwa inasherekewa siku ya 50 baada ya Pasaka. Narudia tena. Pentecost ni 50. Kwa maana ya chimbuko la neno, asili ya neno Pentecost. Lakini Pentecost tunayoizungumza ni sikukuu. Amen. Kama ni sikukuu maana yake kuna kitu kinaadhimishwa, sawa? Ndio tutazungumzia hapo. Ni sikukuu. Na sikukuu ya Pentecost kwa Wayahudi ilikuwa ni sikukuu ya siku ya 50 baada ya Pasaka. Siku ya ngapi? Ya 50 baada ya Pasaka. Wayahudi walikuwa wanasherehekea Pentecost. Katika Agano la Kale haikuitwa Pentecost. Iliitwa sherehe ya mavuno, ya kutoa limbuko au mazao ya kwanza kwa Mungu wa Israeli. Narudia, katika Agano la Kale haikuitwa nini? Pentecost.
iliitwa sikukuu ya nini? Ya mavuno. Kwa ilikuwa ni sherehe kubwa ya siku ya 50 baada ya Pasaka, ambayo Wayahudi wanaadhimisha kwa kumtolea Mungu sadaka ya malimbuko, yaani mazao ya kwanza ya nafaka. Kwa wale Wasukuma wenzangu kutoka Mwanza wanafahamu, mavuno yakiisha, kwa tamaduni za Wasukuma, sisi Wajaluo hatuna hiyo. Kwa Wasukuma mavuno yakifika, watu wakishavuna yale mavuno ya kwanza, wanafanya sherehe kubwa sana, ngoma zinapigwa na nini, banda nyingi zinaendelea. Kwa hiyo kwa Wayahudi wao hawakuwa na ile kama ile ya nini ya Kisukuma, walikuwa na ibada maalum. Tumeelewana mpaka hapa? Ilikuwa ni siku ya ngapi? Ya 50 baada ya Pasaka. Kwa katika Agano la Kale sherehe hiyo iliadhimishwa kutoa nini? Sadaka ya mazao ya kwanza au malimbuko ya mazao kwa Mungu. Sasa ukiangalia kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23, Walawi 23:15 hadi 18, nanyi mtajihesabia tangu siku ya pili baada ya Sabato, tangu siku hiyo mliouleta mganda wa sadaka kutikiswa, zitatimia Sabato 7. Hata siku ya pili ya hiyo Sabato ya 7 mtahesabu siku 50, nanyi mtamsongezea Bwana sadaka ya unga mpya. Mtatoa katika makao yenu mikate miwili ya kutikiswa, itakuwa sehemu za 12 za efa, itakuwa ya unga mwembamba, itaokwa na chachu, iwe malimbuko kwa Bwana. Nanyi pamoja na hiyo mikate mtasongeza wanakondoo 7 walio wakamilifu wa mwaka wa kwanza, na ng'ombe mume mmoja na kondoo waume 2, watakuwa sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana, pamoja na sadaka yao ya unga na sadaka zao za kinywaji, sadaka ya harufu ya kupendeza iliyosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Kwa unaona, wanapewa taratibu ya kuadhimisha siku ya 50, yaani majuma 7 baada ya nini? Ya Pasaka ya Wayahudi. Wafanye nini? Ilikuwa ni sherehe, wanaambiwa hata hiyo siku watoe sadaka ya namna gani. Katika kitabu cha Kutoka, twende kitabu cha Kutoka 23:16. Kutoka 23:16 inasema hivi: tena sikukuu ya mavuno hayo malimbuko ya kazi zako. Narudia tena, inasema hivi: tena sikukuu ya mavuno hayo malimbuko ya kazi zako za kupanda mashambani, tena sikukuu ya kukusanya mwisho wa mwaka, hapo utakapokusanya hayo uliyoyatabikia shambani. Amen. Unaona, inazungumza sikukuu ya nini? Ya mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Sikukuu hii ya mavuno ambayo Agano Jipya inaitwa Pentecost, iliitwa pia sikukuu ya majuma. Ya nini jamani? Majuma. Kutoka 34:22. Kutoka 34:22 inasema hivi, Kutoka 34:22, nawe utaitunza sikukuu ya majuma, nayo ni ya malimbuko ya mavuno ya ngano, na sikukuu ya kukusanya vitu mwisho wa mwaka. Anakuwa sikukuu ya majuma, hao watu wanatoa nini? Malimbuko. Sawa watu wa Mungu, wanatoa malimbuko. Kutoka 34:22. Hesabu, kutoka kitabu cha Hesabu, angalia kitabu cha Hesabu 28:26 mpaka 30. Hesabu 28:26 mpaka 30. Maandiko yanasema hivi: tena katika siku ya malimbuko, hapo mtakapomsongezea Bwana sadaka ya unga mpya, katika sikukuu yenu ya majuma, mtakuwa na kusanyiko takatifu. Amen. Kwa hiyo wanapewa amri ya kukusanyika pamoja kwa sikukuu ya kutoa malimbuko, yaani mazao ya kwanza. Sasa ukumbuke, hii sikukuu ni siku ya 50 baada ya nini? Ya Pasaka. Amen. Nimesoma kwa ufupi. Ukisoma pia Kumbukumbu la Torati 16
9 hadi 12. Nimesema najenga msingi ili tuende kwa pamoja. Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 9 hadi 12 inasema hivi: jihesabie majuma 7 tangu wakati waanzapo kutia mundu katika mmea, utaanza kuhesabu majuma 7. Nawe sikukuu ya majuma umfanyie Bwana Mungu wako kwa kutoa sadaka ya hiari ya mkono wako utakayotoa kwa kadri akubarikio Bwana Mungu wako, nawe utafurahi mbele ya Bwana Mungu wako. Amen. Kwa hiyo Agano Jipya, kuna maandiko yako mengi, nimechukua hayo machache kuonyesha tu kwamba Wayahudi walikuwa na kawaida ya kuadhimisha sikukuu ya nini? Ya mavuno, siku ya 50 baada ya Pasaka. Hiyo sikukuu iliitwa Pasaka, iliitwa Pentecost. Iliitwa nini? Pentecost. Kwa hiyo Pentecost katika Agano Jipya, wakati Yesu amezaliwa sasa, yupo duniani, Wayahudi, Yesu alikuta Wayahudi bado wanasherehekea nini? Ile Pentecost bado iliendelea kuwepo, inasherehekewa. Amen. Kwa katika Agano Jipya tunaona Pentecost kwa mara ya kwanza inatajwa katika Matendo ya Mitume sura ya ngapi? Ya 2 na mstari wa 1. Ikimaanisha sasa sisi leo Pentecost ya Wakristo sio sherehe ya mavuno ya ngano au mavuno ya nini? Ya shairi au nafaka tunayopata mashambani. Pentecost ya Agano Jipya ni sikukuu muhimu tunayoadhimisha kushuka kwa Roho Mtakatifu juu ya wanafunzi wa Yesu baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Naomba nirudie hili. Katika Agano Jipya, Pentecost sio sherehe ya nini? Ya mavuno ya nafaka. Ni sherehe ya nini? Kwa Wakristo. Tunasema Agano Jipya maana yanazungumzia Wakristo. Kwa Wayahudi bado wao Pentecost yao ni nini? Inahusisha mavuno, lakini sisi Wakristo wa Agano Jipya, Pentecost ni sherehe, ni sikukuu ya kuadhimisha mwagiko wa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza baada ya Yesu kupaa kwenda wapi? Mbinguni. Naomba nirudie hapa ili tuelewane hapa, kwa sababu hii ndio kiini cha wiki hii. Pentecost ni sikukuu. Sema sikukuu. Kama ni sikukuu, tunaadhimisha nini katika Agano Jipya au kwa Wakristo? Pentekoste ni kuadhimisha, ni sikukuu ya kuadhimisha mwagiko wa Roho Mtakatifu, ujio wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alishuka kwa wanafunzi wa Yesu kwa mara ya kwanza baada ya Yesu kupaa kwenda juu mbinguni, siku inayoitwa ya nini? Ya Pentecost. Yaani iko hivi, siku hiyo ya Pentecost ambayo Wayahudi walialika mataifa mbalimbali, walialika nchi mbalimbali, rafiki kutoka maeneo mbalimbali. Watu walienda pale Yerusalemu kwa sherehe ya mavuno. Wakati Yesu ameshakufa, akafufuka, akapaa kwenda mbinguni. Baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni, ngoja nikuonyeshe kidogo hii. Yesu alipofufuka, maandiko yanatuambia hivi, aliwatokea wanafunzi wake siku 40 kabla hajapaa kwenda wapi? Matendo ya Mitume sura ya 1 natuonyesha. Ngoja nipitie hapa alafu tuendelee. Matendo ya Mitume sura ya 1 tuanze mstari ule wa 2. Hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku ngapi? Sauti imekuwa ndogo kusema tuko pamoja. Kuna watu ambao hawako hapo. Angalia ule mstari wa 3. Wale aliwadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba
ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Unasikia maneno ya Yesu Kristo? Anawaaga, baada ya kufufuka, sio baada ya kusiku nini, huwa alipofufuka kutoka kwa wafu, akawa onekani dhahiri. Alikuwa anawatokea siku nyingine, anakuta wamekaa wako kwenye nyumba, anawatokea amani ile kweli. Wanasema amepitia wapi? Yesu alikuwa anaweza kaingia tu ndani ya nyumba, milango yote imefungwa, anaingia kule ndani na wanafunzi wake, amani iwe kweli, baada ya kufufuka kwake. Alafu anaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Alisema aliwatokea kwa muda wa siku ngapi? 40. Baada ya siku hizo 40 kuwatokea, Yesu alienda kuaga wanafunzi wake juu ya mlima, kwamba sasa anapaa kwenda kwa nani? Kwa Baba. Akamwambia, mimi naondoka, kaeni wapi? Hapa Yerusalemu, msiondoke. Kumbuka wanafunzi wa Yesu wengi wao walikuwa wa Galilaya, hawakuwa wa Yudea. Israel Palestina wakati wa Yesu Kristo ilikuwa ni vipande vingapi? Vitatu. Kulikuwa na sehemu ya Galilaya, katikati kulikuwa na Samaria, alafu chini kusini kulikuwa na nini? Na Yudea, ambao inaitwa Uyahudi. Amen. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu na mahali Yesu alikulia, sehemu kubwa kutoka wapi? Galilaya. Sasa wanaambiwa wasirudi kule Galilaya, wabaki, kwa sababu Yesu amesulubiwa huko Yerusalemu. Wabaki huko wasubiri ahadi ya nani? Ya Baba, ahadi ya Roho Mtakatifu. Yesu akamwambia hivi, Yohana aliwabatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi ni chache. Na mimi nasema katika jina la Yesu Kristo, ulibatizwa kwa maji, lakini ndani ya siku hizi chache utabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Amen. Kama unaamini amen, niongezeke kidogo. Kwa anawaambia maneno haya, alafu Yesu anafanyaje? Anaondoka. Alipoondoka Yesu, na wapenda wanafunzi wakawa waaminifu, walitii neno la nani? La Kristo. Hawakwenda Galilaya, hawakwenda sehemu nyingine, wakabaki pale pale Yerusalemu, wakipanda juu ya ghorofa, wakaanza kuomba. Maandiko yanasema walidumu pale wakisali, kwa lugha nyingine wakiomba usiku na mchana, wakingojea ahadi ambayo Bwana aliwaambia wasubiri. Amen. Kwa hawakwenda. Sasa maandiko yanasema wakasubiri siku ya kwanza. Hiyo ni siku ya 41 sasa. Siku ya pili, hiyo ya 42 baada ya Yesu kufufuka, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 7, ya 8, ya 9, hiyo siku ya 49. Maana yake majuma 7 baada ya Yesu kufufuka. Amen. Siku ya 50 wakiwa kwenye ibada, wanaendelea na taratibu zao wa kumsubiri Mungu kwa maombi na kumilia Bwana ya kwamba tunangoja ahadi uliyosema tusiende wapi? Galilaya, tukae hapa mpaka tuvike uwezo toka wapi? Utokao juu. Wakiwa katika hiyo subira, ghafla, sema ghafla, ukawatokea. Amen. Hiyo siku ambayo ghafla ikawatokea ilikuwa ni siku ya sherehe kubwa ya Pentecost. Ya Kiyahudi inaitwa nini? Pentecost. Kwa walikuwepo watu kutoka mataifa mbalimbali, wakaanza kusikia juu ghorofani kuna watu wananena kwa lugha, kuna watu wamejaa Roho Mtakatifu. Lakini walipokuwa wananena kwa lugha, watu hao waliopo hapa chini wakadhiaki, wakashangaa kitu gani kimetokea. Ndipo Petro anashuka, anawaambia sikilizeni, hiki kilichotokea ni kile alichosema nabii Yoeli, ya kwamba nyakati za mwisho nitamimina roho yangu juu ya kila mwenye mwili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilikuwa hiyo siku ya nini? Ya Pentecost. Ni siku ya nini jamani? Ya Pentecost. Kwa hiyo hii siku ya Pentecost wanafunzi walikuwa mahali pamoja. Maana wote walikuwa mahali pamoja.
PCT. Ikifika Pentekoste pamoja na madhehebu mengine tunakusanyika mahali pamoja. Kwa nini? Kwa sababu tunajua tukikusanyika mahali pamoja ghafla itatokea. Nasema ghafla itatokea. Hiyo ghafla manake hautajua, haitakuja upande huu, haitatokea upande huu, haitatokea kwenye eneo au direction unayotabiri wewe. Itakuja ghafla. Kuna watu watajazwa Roho Mtakatifu wiki hii ghafla.